Barua ya mwaliko ni moja kati ya document ya muhimu sana ambao unatakiwa kuangalia mara 2-3 unapoenda kuomba visa, kwa sababu barua ya mwaliko ndiyo iliyobeba sababu ya wewe kusafiri au sababu ya wewe kupewa visa. Karibu sana kwenye video ya leo. Mimi naitwa Rival TV. Kama hujasubscribe, naomba subscribe, like, comment na kushare, na tuendelee kupeana update hapo chini kwenye comment. Nataka leo nizungumze kitu cha muhimu sana kinachoitwa barua ya mwaliko. Watu wengi wamekuwa wakichukulia poa hiki kitu kinachoitwa barua ya mwaliko, lakini nataka ufahamu kwamba barua ya mwaliko ndo document ambayo ni kama uti wa mgongo kwenye swala zima la safari. Tazungumzia aina mbili za barua ya mwaliko na namna ambavyo ubalozi wanaweza kugundua kwamba barua yako ni feki au sio feki, na nini ufanye hata kama ni feki, okay? Nini ufanye angalau kupunguza ufeki wa barua ya kwako. Sasa hapa kuna vitu kadhaa vya kuangalia. Moja, watu naposema kwamba utafute angalau kidogo watu wenye uzoefu na haya mambo, ni ili kuepuka mistakes ambazo zinaweza kukugharimu kunyimwa visa, zinaweza kukugharimu kuzuiwa kuingia kwenye nchi ambayo unatakiwa kuingia kwa sababu ya barua ya mwaliko. Sasa what is the invitation letter? Barua ya mwaliko ni barua ambayo anakuwa nayo mtu anayekwenda kuomba visa, yenye hiyo barua ndio itakaonesha reason of purpose of your travel, kwamba kwa nini unasafiri kwenda kwenye nchi hiyo. So kupitia hiyo barua ndo watu watadetermine kwamba wewe kinachokupeleka kwenye hiyo nchi ni kitu 1, 2, 3. So ni eneo la muhimu sana kuweza kuliangalia. Moja, tuangalie kwanza kwenye barua binafsi. Barua binafsi na namna ambavyo ina nguvu. Tofauti iliyopo kati ya barua binafsi unayoandikiwa na mtu binafsi unayemjua, ama barua ambayo wewe unaingia tu online, maskini ya Mungu, huna hili wala lile, unaingia online kusearch conference na huelewi chochote, haujawahi kufika Marekani, hauna uzoefu wote na hizo conference, lakini umeandika tu conference in Japan 2025, conference in United States 2025, zikaja lukuki. Sasa zilivyokuja lukuki, maskini ya Mungu, wewe ujui ipi ambao ni original, ipi ambao ni event fake, ukaingia ukajaza. Sasa jambo la kwanza, binafsi, barua ya kuandikiwa na mtu. Hapa sasa nazungumza kwa wale watu ambao hawana uzoefu na masuala ya kisafari. Yeah, watu ambao ni tofauti, sio ma expert kama mimi kwenye eneo la safari. Ni bora sana utafute mtu wa kuandikie barua yeye binafsi. Hii ni endapo kwamba umeamua kwenda kwenye nchi fulani, kutembelea hiyo nchi, na hutaki kutumia agent yoyote ya kuandalia hizo documents zinazotakiwa. Ushauri wangu ni kwamba ni bora uombe barua, mtu wa kuandikie barua binafsi. Usiende na barua ya matukio. Kama wewe sio agents, kama wewe sio travel agents, kama wewe ni mtu tu wa kawaida ambaye umetaka kusafiri na hutaki kutumia maagent, na kushauri utafute barua ya mwaliko ya mtu binafsi, sio barua ya event, sio barua ya matukio, sio barua ya conference. Kwa sababu gani? Mara nyingi mtu binafsi unapotaka kufanya safari, sio wengi sana wanaoweza kung'amua kwamba hii conference ni feki, kwa sababu utakuta ina address kila kitu, ina event, inaonekana kwamba kuna maspika wa maana wako pale na vitu kama vile. Kumbe siku hizi kuna vitu vinaitwa AI, artificial intelligence. Kwa hiyo utakuta kwamba vitu vinatengenezwa katika uhalisia, kumbe ni artificial. Sasa wewe mwenzangu na mimi, mwanakwetu mwenzangu, hujui kwamba hii ni artificial, hii sio conference ya kweli. Unajikuta umeingia, umelipa, na wengine wanalipa ada kubwa sana, na wengine wanafikiri kwamba ukilipia conference $1000 ndo itakuwa ya maana sana kuliko conference ya $100. Sijui unanielewa vizuri. Kumbe haiko hivyo. Unaweza kalipia conference $1000 na bado ikawa ni conference ya mchongo na ukao umepigwa na kwenye mtandao. Kwa hiyo ushauri wangu wa kwanza kwenye eneo la barua za mialiko, ni bora ualikwe na mtu binafsi, endapo kama wewe sio mtaalamu wa masuala ya kisafari. Wewe sio travel agency, hauna utaalamu wote wa kusearch hizo conference, bora utafute mtu yoyote akualike, au barua yoyote ambayo ni ya binafsi, ni address binafsi, ni mtu binafsi, na huyo mtu mnafahamiana na mmeongea, ili hata in case akipigiwa simu aweze kutoa taarifa zako. So utaona kwamba katika kundi la mtu binafsi ambao unatafuta safari na hutaki kutumia agenti, na kushauri utafute barua personal, barua ya mtu binafsi
na sio barua ya kwenye matukio. Sasa kama imetokea hapo ulipo sasa hivi unaniangalia, una barua ya event au ya conference na umeshajaza DS-160 au umeshajaza document za ubalozi huo ambao unakwenda, especially kwenye hizi balozi ambazo lazima uende kwenye interview, nataka ufanye vitu kadhaa vifuatavyo. Angalia hiyo organization iliyokualika Marekani ni organization gani. Kwa nini? Nimekuja kugundua kwamba Wahindi ndo wanatengeneza hizi conference nyingi sana fake, nyingi mno. Yaani ukiandika tu United States Conference 2025 zinashuka lukuki, kumbe ni conference hewa. Na we ujui. Wewe unachotamani ni barua ya mwaliko, uwe na sababu ya kuja Marekani. Sasa ubalozi wa Marekani wanaelewa kwamba kuna fraud, kuna matapeli ambao wamekaa sehemu, wamejifungia, wametengeneza conference hewa ambazo hazipo kabisa. Kwa hiyo unapoenda ndugu yangu hapo kifua mbele, unasimama mbele ya consular, unaenda wapi? Naenda America. Kwenye conference gani? Kwenye conference 1 2 3. Kumbe ni hewa. Umeelewa vizuri? Okay, unaweza ukawashinda pale Dar es Salaam, unaweza ukapewa visa. Lakini unapopewa visa, siku unaposafiri ukaja hapa Marekani, watakuuliza unaenda wapi? Unaenda kwenye conference gani? Utataja. Kama utataja, kama ni conference ambayo haiko sawa, unaweza ukajikuta umerudishiwa hapa Marekani au ukarudishiwa nje ya Marekani, kama ambavyo imetokea hivi karibuni. Baadhi ya watu wamerudishwa wakarudi Afrika kwa sababu walikuja na mialiko ambayo sio legit. Wewe binafsi si rahisi kujua kwamba mialiko sio legit, ila nitakupa kitu kimoja tu ambacho ni muhimu sana kuzingatia. Nitakupa tip 2 na usiondoke kwenye video kabla sijakupa hizo tip 2 za kuweza kungamua kwamba conference ni fake au conference ni original. Hapo nimezungumza mwaliko wa binafsi, nimezungumza mwaliko wa conference, pia nataka nizungumze kuhusu mwaliko wa chuo wa kuja kusoma Marekani. Unapopata mwaliko wa kuja kusoma Marekani, hakikisha kwamba chuo pia, hali kadhalika chuo ambacho kimekupa hiyo I-20 pia ni chuo ambacho kiko legit. Sasa hivi kuna tatizo kubwa la matumizi ya kimtandao, kwamba wahuni wanaweza kukaa sehemu wakatengeneza chuo, sijui unanielewa vizuri, wakatengeneza chuo wakaweka address chuo cha kwao kabisa feki, wewe ukaomba na ukafikiri kwamba umepata mwaliko wa chuo, lakini sio kweli. Sijui umenielewa vizuri. Kuna namna unaweza ukafeki sana document, lakini mwisho wa siku ukaja kufika Marekani ukarudishwa, au mwisho wa siku ukanyimwa visa ya Marekani. Ushauri wangu mkubwa hapa ni upi kwenye eneo zima la document? Kama wewe sio agent, kama wewe sio mtaalamu wa masuala ya kisafari, bora uende tu jinsi wewe ulivyo, ukazungumze ukweli mbele ya ubalozi wa Marekani. Kuna namna wanaweza wakakupa. Kwa mfano, mimi nimekuja Marekani bila kufeki document yoyote. Mimi sijai kufeki document yoyote. Mimi nimekwenda ubalozi wa Marekani na dokumenti zangu jinsi zilivyo na ukweli wangu na kipato changu. Wakati nanyimwa visa mara ya kwanza nilikwenda hivyo original, hivyo na vitu vyangu original. Mara ya pili nimekwenda na vitu vyangu original. Mara ya tatu nilikwenda na vitu vyangu original, na hatimaye nilipewa visa ya Marekani bila kugushi nyaraka. Kwa sababu wewe huwezi kujua kwamba unachokigushi, je, umekielewa kwa namna gani? Unajua wanasema siku zote ukiwa muongo ujitahidi kuwa na kumbukumbu. Sijui unanielewa. Sasa mfano, umemtafuta agent kakurundikia makaratasi. Alivyokurundikia makaratasi hajakupa shule, hajakuelewesha vizuri kwamba hili tukio kweli lipo na liko sehemu fulani na ni tukio la kweli, na ukienda ubalozini sema 1 2 3 kwenye DS-160 yako imejazwa hivi na hivi. Wewe umetafuta tu agent kakurundikia mzigo wa makaratasi, umeenda. Kumbe makaratasi hayo aliyokupa wewe tayari kuna mwingine tena akapewa yako hapo ubalozini. Yapo. Wanakuambia Waswahili, msemo huu sio mgeni mjini. Wewe unaenda na makaratasi ambayo tayari yapo hapo kwenye ubalozi, wanayajua, wanafahamu makaratasi feki. So vitu nataka nikushauri ni kwamba, cha kwanza, kama wewe ni mtu individual, wewe sio agent, kwa hiyo wewe sio professional kwenye haya maswala, tumia vitu vyako vya kiukweli. Kama wewe sio mtaalamu, sio, umenielewa? Tumia vitu vyako vya kiukweli. Na kama wewe ni agents pia, tumia vitu vya kiukweli, kwa maana ya kwamba kama ni conference, tafuta conference ambayo kweli ipo. Na sio tu kwamba ipo, ni legit, ni taasisi ambazo zinaheshimika. Mimi nataka nikwambie hivi, wengi ambao wamekuja Marekani kupitia mimi, wamekuja na conference ambazo unakuta ni legit kabisa na zinafahamika na zinajulikana.
Sijui umenielewa vizuri, na wakaweza kufika. Lakini unapotumia agent ambaye hajui hata kama conference ni ya kweli, anabahatisha, inakuwa ni hasara, kwa sababu unakuwa umepoteza pesa ambazo kwa namna moja ama nyingine ungezihitaji hizo pesa kwa maslahi yako binafsi. So kama wewe ni mtu binafsi, tumia barua binafsi, muombe rafiki yako. Niombe mimi hapa binafsi, yani kibinafsi, sio swala kwamba la kukuandikia kama NGO ama conference. No, it's a private thing. Umealikwa hivyo, hiyo ina nguvu sana kama wewe ni mtu binafsi na wewe sio mtaalamu wa masuala ya safari. Lakini pili, kama umeamua kutumia conference na at the same time wewe sio mtaalamu, nitakupa njia mbili za kugundua conference hii ni feki na uweze kuachana nayo, na ujue umetapeliwa, na ukija Marekani utarudishwa, kwa sababu hiyo sio conference ya kweli. Si umenielewa vizuri? Hii ndio sababu kubwa sana huwa tunasema kwa wale ambao wanataka ushauri, unaweza usifanye kazi na agent lakini ukataka ushauri. Umenielewa vizuri? Kwa mfano, kuna tofauti kati ya mimi kukufanyia kazi na mimi kukupa ushauri. Hivyo ni vitu tofauti. Naweza nikakushauri na bado ukajifanyia we kazi yako mwenyewe. Si umenielewa vizuri? Kuna mtu anasema anajipigia debe. Yes, najipigia debe kwa sababu mimi na kampuni ya usafirishaji, nina kampuni ya tourism, na nafanya hizi kazi kila siku, na nakutana na watu kila siku, nakutana na incidents kila siku zinazotokea kwa sababu ya mistake ndogo ndogo, hasa kwenye barua ya mwaliko. Kama unajiunga na mimi kwa mara ya kwanza, naitwa Rival TV. Naomba subscribe, like, comment na share channel hii, na asanteni kwa wale ambao tuko pamoja toka day one. Tuna video nyingi na tuna vitu vingi tumeongea hapa, vyote ni vya msingi, especially kwa wewe ambaye ni msafiri na unapanga kuja Marekani au kwenda nchi yoyote, kwa sababu barua za mialiko zinafanana na nguvu yake ni moja. So twende kwenye namna ya kugundua barua ya mwaliko, kwa sababu sitaki kutumia muda mwingi kwenye video. Cha kwanza, angalia majina ya makoordinator. Si umenielewa? Sasa ukuta mtu anaitwa Pranjabi. Wewe vipi? Pranjabi, tangu lini Marekani akaitwa Pranjabi? Si umenielewa? Unakuta mtu anaitwa Pateli. You know what I'm saying? Mtu anaitwa Pateli, director CEO of communication anaitwa Pateli kwenye hiyo conference yako mwanakwetu, na umekomaa na Pateli. Sijui nani, weka mwenyewe hapo jina la Kihindi unalojua wewe mwenyewe. Weka kwenye comment jina la Kihindi, tusaidizane hapa. Cha kwanza, angalia majina ya makoordinator angalau watatu. Okay? Cha pili, angalia address. Na kama hujui kusoma address za Kimarekani, tutafute sisi, tunaweza tukakusaidia tu. Tutakusaidia tu kama hii ni address ya kweli ama si ya kweli. Cha tatu cha kuangalia, angalia namba iliyoko hapo ya communication. Je, kodi namba yake ni namba ya Marekani au ni namba ya India au ni namba ya Nigeria? Ni namba ya West Africa. Unadili na matepeli hizo wa West Africa au wa India, maana ndo wengi ambao wako kwenye mitandao na wakijitanabaisha kwamba hao ni legit conference ambazo unaziomba. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo nimekupa kama tip leo. Nilikuwa nazungumza umuhimu wa barua ya mwaliko, namna ya kuepuka sarakasi zinazotokana na barua ya mialiko. Cha kwanza, angalia majina ya makoordinator. Ukiona tu hizi na harufu za Kihindi, umeisha. Au angalia majina ya conference, au kwenye tovuti hiyo, angalia hiyo tovuti, jina la hiyo tovuti limekaa vipi. Kama ni organization ya maana, itakuwa na jina refu, pia itakuwa na initials. Lakini pia, je, ni jina la Kimarekani au ni jina la Kijapani? Kama unaenda Japani, ni jina la Kijapani? Si unanielewa vizuri? Angalia hivyo vitu, vinaweza kukupa kuelewa kwamba hapa ninadili na taasisi fake. Wewe huwezi kuniambia mkurugenzi wa hicho kitu unachokuja Marekani yeye yuko India, lakini wewe anakuleta Marekani. Don't tell me that. Hapo utakuwa unandanganya. Wewe huwezi kuniambia hiyo conference inafanyika Amerika, lakini makao makuu ya hicho kinachoandaliwa hapo eti makao makuu ni India. Pole sana mwana kwetu. Hapo unakuwa umepigwa kipigo cha mbwa koko. Kwa hivyo ndivyo namna unaweza kugundua barua ya mwaliko ya conference kama ni original ama ni fake. Lakini pia ushauri wangu binafsi, kama wewe ni mtu binafsi utaki kutumia agent, tumia barua binafsi. Alafu jaribu sana kwa kiwango kikubwa kuwa mkweli, yani nenda jinsi ulivyo. Sijui umenielewa. Lakini pia mara ya kwanza unaweza ukanyimwa visa. Mara ya kwanza obvious unaweza ukanyimwa visa. Lakini ukienda mara ya pili inaonesha kwamba wewe kweli una kusudi la maana la kwenda Marekani, na mwisho wa siku unaweza ukapata visa. Kwa kumalizia, kama unataka ushauri wa kisafari, tutafute kwenye namba zetu hapo +1 646 238 5681.
Tafuta kwenye hiyo namba, pia ziko kwenye description hapo. Angalia hiyo namba, nitafute tuongee. Hata kama utaki mimi nikufanyie hiyo safari, tafuta ushauri kabla hujachemka. Kwa sababu sasa hivi of course baada ya taarifa hizi kuwekwa kwenye mitandao, tumetoa elimu kubwa sana kwa wafuasi wetu, na wao wamehisi kwamba wana uwezo wa kuingia kwenye mitandao, which is fine. Una uwezo wa kuingia kwenye mtandao, lakini je, unaweza kugundua kwamba unachodili nacho ni fake au sio fake? Imenichukua miaka mingi sana kuanzia mwaka 2006 nikifanya research kuhusu Marekani, na inanichukua muda mwingi sana kuja kuamua kwamba hii ni conference ya kweli au sio kweli, na nina njia zangu nyingi sana za kupima hizo conference kama ni kweli ama si kweli, ikiwemo kupiga. Unapiga simu unashangaa lafuzi amna kwamba hello, vipi mbona kama lafuzi ya Kigogo na mimi nataka niende Marekani. Moja kwa moja unagundua kwamba sio wa Amerika, ni watu ambao wanataka kukupiga kipigo cha mbwa koko. Asante sana kwa video ya leo. Subscribe, like, comment na kushare.